Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala rasulillahi sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika iman, kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, ninawaamkieni maamkizi mema, maamkizi bora kabisa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehema zake na baraka zake. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika iman, kama ilivyokuwa ada yetu, leo tunaendelea na darsa zetu mbalimbali, darsa ambazo ni muhimu kabisa katika maisha yetu, katika kutusaidia juu ya namna gani tunaweza tukatatua changamoto tunazokabiliana nazo katika maisha yetu kwa njia zilizokuwa sawasawa. Na mimi ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie njia tunazozitoa katika kuwasaidia basi ziwe ni njia zenye manufaa, njia zenye kuwanufaisha wote wanaojaribu kuzitumia njia hizi kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, leo kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nataka tuzungumzie namna gani unaweza mkaitibu laana ya ukoo. Namna gani mnaweza mkaondosha laana ya ukoo. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, zipo baadhi ya koo tulizokuwa nazo katika jamii yetu, ama familia tulizokuwa nazo katika jamii yetu. Familia hizo zinapitia changamoto kubwa kabisa na changamoto nzito. Unaikuta familia ina aina moja ya tatizo inayowaandama, ama matatizo tofauti inayowaandama. Wakati mwingine unaweza ukakuta familia wamezaliwa watu 4 au watu 6. Familia zingine zina mpaka watoto 8. Lakini hawa watoto unapokuja kuwachunguza, unakuta kila mmoja ana tatizo inayorandana na mwenzake. Ama kiasilia unakuta ndugu yetu ana matatizo haya, ukija kunitizama na mimi ni hivyo hivyo, ukimtizama na anayemfuatia ni hivyo hivyo. Baadhi ya koo zingine laana yao imepigwa katika kuolewa. Unakuta familia hiyo mabinti hawaolewi hata iweje, ni wazuri mashaallah kuwatazama, lakini hakuna mwanamume anayekuja kugonga hodi katika nyumba hiyo. Kuna laana za ukoo katika masala ya riski. Riski inakuwa ngumu, familia nzima watu 8 wote unakuta wote hali zao ni mbaya. Kila wanavyojipapatua kujitoa katika hali moja kwenda hali nyingine, unakuta mambo yanakuwa ni magumu, mambo yanakuwa ni mazito. Wanajitahidi lakini wapi, hakuna wanachofanikiwa katika swala hilo. Ili mradi laana hii inakuwa imeenea, ama laana inakuwa imetapakaa kutokana na tatizo maalumu inayoigusa familia hiyo. Kwanza lazima ufahamu ndugu yangu, laana ni kitu gani? Fama hiya laana? Laana ni nini? Yaani unaposikia laana, huyu ana laana au hawa wana laana, maana yake ni nini ndugu yangu? Laana ni matrudun min rahmatillah, ni watu kufukuzwa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutolewa katika rehma za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na automatically unapotolewa katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni majanga, ni mabalaa, ni mitihani, ni misukosuko, ni matufani makubwa yanayowaandama ama yatakayokuandama, kwa sababu ile rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inakuwa imekuondoka. Kwa ukisikia fulani ana laana,
jua huyu hayuko katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayuko katika huruma za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima matatizo, mitihani, misukosuko na mabalaa itaendelea kumwandama duniani hadi akhira, wal-iyadhu billahi min dhalika. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, sasa nikupe nukta chache. Unapataje laana ama ukoo, laana ya ukoo? Mnaweza mkapata vipi laana ya ukoo? Mkajijua sisi koo yetu ina laana ya kitu fulani, ama tuna laana ya kitu fulani, wal-iyadhu billahi. Mwenyezi Mungu atukinge na atuhifadhi na laana hizi za ukoo. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, sababu ya kwanza kabisa ni aidha wazazi wako ama mababu zako ama wale mababu wa nyuma kabisa huko waliwahi kushiriki masala ya kichawi ama waliwahi kufanya mambo ya uchawi. Mambo yale ya uchawi walioyakamata baada ya wao kufariki, vile vitu walivyoviacha vilivyolaaniwa vinaanza kutesa watoto, wajukuu, vining'ini na vining'inia. Ndugu Waislamu, kama tunavyofahamu ya kuwa katika hadithul qudusi, sote tunaifahamu hadithi hii, hadithi nzito. Maana yake mzazi anapofanya kitendo cha laana kama cha kukamata mikoba ya uchawi au akaukamata uchawi, automatically mtu huyu katenda kitendo cha kulaaniwa. Sasa anapolaaniwa, ile laana huwa haiishii kwake kwa yale mauchawi alioamua kukamata. Laana ile inakwenda kugusa mpaka katika kizazi chake. Hadithi sahihi ya Mtume, hadithul qudusi, Mtume anasema, Allah husema, ana Allah, mimi ndiyo Mwenyezi Mungu bwana, fa in uti'tu radhitu, mimi Allah nikitiiwa naridhia, wa in usittu ghadhibtu, mtu akiniasi, akifanya maasi kama hivyo, kushika uchawi, mimi Mungu ninachukia. Wa in ghadhibtu, na ninapochukia mimi Mwenyezi Mungu natoa laana. Subhanallah. Na nikitoa laana yangu, laana inagonga mpaka katika kizazi cha 7 cha mtoto. Subhanallah. Ndugu yangu Muislamu, kama habari hizi ulikuwa hauna, naomba unifungulie masikio ya moyo kabla ya masikio ya kichwa. Kwa maana laana ataifanya mzazi wako, babu yako, kining'ina wako wa mbali kabisa huko. Lakini jua, kwa kuwa wao walishiriki matendo ya laana, walilaaniwa katika zama hizo, athari ile ya laana ikampata mama yako ama baba yako, ikampata aliyezaa, itampata aliyezaa na itampata aliyezaa. Miongoni mwa sababu za watu kupata laana za ukoo ama laana za familia ni pamoja na wazazi kushiriki mambo mabaya kabisa yasiyofaa, mambo ya uchawi. Wamekamata vitunga vya uchawi, wakakubali kupokea mikoba ya uchawi. Hatimaye baada ya kufa kwao, mikoba inaendelea kuwatesa na kuwasumbua watoto wao, wajukuu wao, vining'ini na vining'inia wao. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, miongoni mwa sababu zingine zinazoweza kupelekea watu wakalaaniwa, ukoo wake mtu ukalaaniwa, wenyewe wanasema ni kurithishwa ama kutiwa katika agano la kichawi na babu yako aliyekwenda kukamata uchawi. Fala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sasa hivi katika jamii tuna watu ambao wamelazimishwa kukamata uchawi, kwa sababu tokea wanazaliwa walipelekwa katika miti ama wakapelekwa katika mibuyu ama wakapelekwa sehemu yoyote kurithishwa mambo ya kichawi kabla hata ya wao hawajawa wanafahamu. Sasa wakati mwingine yaweza kuwa ulikuwa una mzazi gwiji, ama ulikuwa una babu yako ama bibi yako gwiji la uchawi. Wana namna yao wao wanafanya kwamba uchawi huu, hata nikifa mimi, vitunga vitakavyobakia na mkoba itakayobakia ikasimamiwe na mjukuu wangu huyu. Hapo ndipo utashangaa ndugu yangu Muislamu, tokea unakuwa maisha yako yanakuwa ya tabu na shida,
ndoto zako ni za ajabu, unasibiwa na mambo ambayo huyaelewi, maskini ya Mungu, hujitambui, unapambana kabisa katika maisha yako ufikie mafanikio yale unayoyakusudia, lakini wallahi alazim ni ola, ama unaweza kuwa una maradhi yasiyopona, maradhi yasiyosikia dawa, maradhi ambayo unajitahidi na kujitahidi, lakini fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, hakuna unachofanikiwa katika hiyo. Tayari laana ya ukoo iliyokamatwa na bibi yako katika kukurithisha mikoba ya kichawi, na mbaya zaidi ni pale wewe unapokataa ile mikoba kuikamata na kuwa mchawi, muwakila bisihri, yale mashaitani ambayo yenyewe yanadai ndiyo koo za mababu zako za uchawi, inaanza kukukamata, kukupiga maradhi, kukupiga kimaisha na kukupiga kwa kila kitu. Hatimaye wewe unakuwa na mitihani, na hata kizazi unachokizaa kinakuwa na mitihani mfano wa ile mitihani inayokupata wewe. Jua kabisa hiyo ni moja katika laana za uchawi inayoikamata koo ama familia za watu. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, kuna sababu nyingine, wanasema kuna sihiru inaitwa ni mtu kupigwa uchawi wa silsila inayorandana na damu. Hii nayo pia inaweza ikapelekea kusababisha alama za ukoo. Yani binadamu sisi, Mungu atuhifadhi na Mungu atusamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kutulinda. Baadhi ya nyakati unaweza ukakuta mtu anamroga mtu, baada ya kumroga mtu manuizi anaitoa pale kwamba tunamroga fulani bini fulani, kwa uchawi huu wa kufukia katika makaburi au wa kutungika katika mti. Uchawi huu umpige yeye na kizazi atakachokizaa. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Haya ni mambo mabaya kabisa, ndugu zangu Waislamu, yanayotendwa na kufanya na wachawi tuliokuwa nao katika ulimwengu huu. Wachawi ni watu wabaya, ndugu Muislamu. Wachawi ni watu wenye roho nzito sana, na ni watu ambao wana roho za ajabu, roho za kinyama, roho zisizofaa kabisa kabisa katika jamii tuliokuwa nayo. Anakuroga wewe, lakini uchawi alioiroga inakwenda kukamata mpaka kizazi chako. Ama uchawi ile inaweza ikapigwa ikakamata ndugu wa kwanza, ndugu wa pili, ndugu wa tatu, ndugu wa nne. Hatimaye mnajishangaa, sisi tuna kitu gani? Mbona maisha yetu inakuwa hivi? Mbona mitihani inakuwa namna hii? Kila mnaloshika, kila mnalofanya, kila mnavyojitahidi, hakuna faida mnayoipata, ila mnaambulia hasara. Kuna watu walichokuwa na mamitaji makubwa, lakini wallahi wanaporomoka mpaka 200 ya kushona kiatu anaitafuta maskini. Kwa nini? Kwa sababu ya zile uchawi za laana ambayo unapigwa wewe, laana yake inatembea mpaka katika kizazi chako. Lakini sababu nyingine, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, inayoweza kupelekea laana ya kiukoo ni pamoja na mikataba ya kiuchawi anayoingia aidha ndugu yako, ama aidha mama yako, ama aidha bibi yako, ama aidha yeyote ambaye unarandana naye kwa damu. Nisikiliza ndugu yangu Muislamu, wanawachuoni wa umma wanatuambia fala sihran illa bisti'anatin minash shaitan. Ili mtu aweze kuwa gwiji wa uchawi, ili mtu aweze kuwa konkodi wa uchawi, ni lazima aingie mafungamano maalum pamoja na sheitan, ambaye sheitani yule humpa mikataba ama masharti maalumu. Atakapoikubali masharti yale yule mwanadamu, ndipo ibilisi na sheitani anakuwa yuko tayari kumhudumia. Wakasema wala sheitan yakhdumu insanan illa bimuqabil. Yani sheitani ambaye ndiye muwakila bisihri, anayebeba zile uchawi, hawezi kukubali kukufanya wewe uwe gwiji, mchawi unayeogopeka katika jamii, isipokuwa lazima akupe mkataba wenye masharti mazito na masharti magumu sana. Sasa sikiliza, miongoni mwa masharti ambayo mzazi wako, labda ndugu yako, ama yoyote atakayeamua kushika uchawi anaweza akapewa masharti mfano wa haya. Nimenukuu machache. Wanawachuoni wa umma wanasema anaweza akamwambia
an yaj'ala hidhaahu min almushafi sharifi wa yadkhula bihi alkhala, anaweza akamwambia tengeneza kitu mfano wa kiatu, lakini kiatu kile karatasi zake tumia karatasi za Qur'ani, kwa maana achane karatasi za mushaf, atengeneze mfano wa kiatu, kisha kiatu ile aingie nacho chooni. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Unataka kuwa gwiji? Ili uwe gwiji, chana makaratasi ya maneno ya Mwenyezi Mungu, vaa katika miguu yako, kisha ingia nayo, uingie nayo chooni. Au anaweza akamwambia an yaktuba ayatin qur'aniyya bi awsakhin wa damil haidhi. Anaweza akamwambia unataka kuwa gwiji wewe wa uchawi, unataka kuwa mchawi nambari moja, sharti langu mimi moja, andika suratul Ikhlas kwa damu ya hedhi. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Au anaweza akamwambia andika suratul Fatiha kwa usaha. Subhanallah. Na wanadamu walivyokuwa hawana uoga, wako tayari kutenda mambo makubwa kama haya, mambo mazito, ili mradi tu awe mtu fulani mwenye matukio ya ajabu katika jamii. Matukio kama haya, matendo kama haya, ndiyo ambayo yanayopelekea mtu apate laana, na ile laana inagonga mpaka katika kizazi cha 7 cha mtoto. Au anaweza akamwambia chukua udhu kwa mkojo, alafu usali rakaa 2 ukiwa uchi wa nyama. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sasa mwanadamu anapotenda haya matendo ili kupewa ile mikoba ya kiuchawi, ndiyo mkataba anaingia na majini, ama anaingia na mashaitani ambao wanahudumia uchawi ile. Anapoingia tu mikataba hii, jua anatandikwa laana, na ile laana inawagusa mpaka katika kizazi chake. Kwa hiyo fungamano la mikataba ya kichawi wakati mwingine inawapelekea watu kuingia katika mitihani maskini ambayo hawakuitegemea wala kuitarajia. Lakini leo biidhni rabbil alamina nitakusaidia ndugu yangu unaiteseka na laana ya ukoo, namna gani utajikwamua kutoka katika laana hizo. Ndugu yangu Muislamu, sasa moja kwa moja ndugu yangu Muislamu, nikupe njia gani sasa utatumia, ama njia gani utazozifanya ili uweze kujinasua, ili uweze kujitoa, ili uweze kujisaidia ikiwa wewe una laana ya ukoo. Na nimetaja dalili zake. Watu wenye laana za ukoo mnakuwa mna matatizo yanayorandana, matatizo yanayofanana. Kama kuolewa, basi wote hamuolewi. Kama ni njaa, mnakuta familia nzima mnanuka njaa, mnajitahidi kila mnavyojitahidi, wallahi alazim, wapi unakuta familia kubwa lakini umasikini, wananuka umasikini mpaka mwisho. Wakati mwingine si kila umasikini iko katika familia basi ni umasikini ya kawaida. Wakati mwingine kuna mafungamano na mikataba mibovu ya kichawi ambayo babu zetu waliotangulia walikubali kukamata vitu vile ili waheshimike katika jamii yao. Hawakujua maskini ya Mungu, kumbe walikuwa wanawasababishia matatizo watoto zao na vizazi vyao vinavyokuja huko mbeleni. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, ikiwa wewe una mtihani kama huu, na wallahi mitihani hii ndugu yangu ni mitihani mizito sana. Laana ya ukoo inapokupata ndugu yangu, ikiwa ni ya mafanikio, utalia usiku na mchana. Maana kila unapofikia katika pointi ya mafanikio, jambo lako linakufa maskini. Na haui peke yako, utajikuta wewe na ndugu zako, utajikuta wewe na watoto wako maskini. Kila mnavyojitahidi kujinasua maskini, wapi laana hizo za ukoo, waliyadhu billahi min dhalika. Sasa wanawachuoni wa umma wanasema, mkiwa katika hali hizi, hali ya kwanza kabisa ili muweze kujinasua kutokana na laana hii za ukoo, at-taubatun nasuha. Subhanallah. Ndugu yangu Muislamu, kwanza kabisa ni kuleta tauba yenye kusihi. Unaweza kujiuliza, tauba kweli? Wallahi alazim, kama kuna dawa kubwa ya mtu kumsaidia katika maisha yake, kumuondosha katika laana za ukoo, iwe laana za kichawi, laana za machawi walizoingia babu zako, jitahidi sana kudumu na at-taubatun nasuha.
tauba yenye kusihi. Tubia sana kwa Allah, muombe Mwenyezi Mungu akusamehe wewe, lakini usiache kuombea dua wazazi wako waliotangulia mbele ya haki. Huenda wao ndio walikuwa asbabu, walikamata mavitu mabaya, walikamata mavitu mazito, wakapigwa laana ikawagusa na nyinyi. Sasa inatakiwa mlete sana tauba kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia muombe tauba na wale waliokubali kukamata mambo haya kwa ajili ya kutaka utukufu mdogo wa kidunia, hatimaye wakawachieni mitihani duniani. Sasa pale unaleta tauba yenye kusihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi innana dhalamna anfusana dhulman kathira, ewe Mola wetu sisi tumeidhulumu nafsi zetu dhulma iliyokuwa kubwa kabisa na dhulma nyingi. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna wa kusamehe madhambi ila wewe. Faghfir lana maghfiratan min indika, tusamehe sisi msamaha unaotoka kwako. Warhamna, na utuhurumie. Innaka antal ghafurur rahim, hakika yako wewe Mwenyezi Mungu ni msamehevu uliokuwa mpole kabisa. Sasa unapokuwa unaleta hizi tauba tunasuha, hizi tauba zinafungua yale maagano. Yani mtu anapotubia madhambi yake, kama kuna mzazi wake ama babu yake aliwahi kuingia maagano ya kichawi yakasababisha laana kwao, anapotubia Allah subhanahu wa ta'ala humjalia maagano yale yakavunjika na yakafa. Lakini kwa sharti, baba yangu, haya mambo inatakiwa nyote muyatende haya na muyafanye. Sasa wewe kama wenzako wanafanya, wewe hutaki kufanya, hayatakuondoka haya baba yangu. Haya mambo hayawezi kukuondoka. Inatakiwa ufanye kweli taubatun nasuha, utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tiba ya pili, hapa ziko adhiya, yako madua makubwa makubwa ambayo nimeshindwa kuyaorozesha yote, ambayo madua haya inatakiwa ukoo usomewe ama familia isomewe madua haya kwa muda wa siku 7 mfululizo. Ni madua makubwa, madua marefu, nashindwa namna ya kuyakote hapa. Lakini kwa sababu madua haya unaweza wewe usiyajue, wanawachuoni wetu wa umma wakatupa tena njia namba 2. Sasa nakufundisha hizi dua zilizoletwa hapa. Hizi ni dua za mtu kuifanyia ile ukoo. Mfano familia yenu, mko watatu, mko wanne, mko watano, wote mna matatizo yanayorandana, wote mna mitihani inayofanana pale. Sasa sheikh ama ustadh anayefahamu taratibu hizi anaweza kukufanyieni haya madua kwa utaratibu wa muda wa siku 7, kuisomea hiyo familia ama kuiombea hiyo ukoo. Sasa ikiwa hili limeshindikana, sasa mnaweza mkajisaidia wenyewe kwa kufanya mambo haya. Hii system ama utaratibu huu inabidi muufanye ndani ya siku 21 mfululizo pasi na kukosa hata siku moja. Baada ya kuwa umeleta tauba ya kweli, jambo la kwanza kabisa mtasoma kisomo hichi. Hizi aya zimepangwa maalumu kuondosha matatizo ya kifamilia. Ikiwa kama nyinyi wote familia aidha mko pamoja ama hamko pamoja, lakini mna mawasiliano maskini mazuri, wenyewe mnawasiliana ndugu, na Qur'ani mnajua, kama mko pamoja kaeni pamoja, kama mko separate mbali, basi wasilianeni. Wale watakaokubali ungana nao, wale wasiokubali achana nao, waendelee kutaabika. Lakini wewe na wale mliokubali unganeni, muwe kitu kimoja. Hata kama mtakuwa mko mbali, huyu mwingine yuko Australia, huyu mwingine yuko Tanzania, yule yuko Uganda, wasilianeni jamani. Shida ni moja, ni mbili, ni tatu. Uwezo wa kusoma haya madua makubwa au kumwambia shekhe atufanyie vitu kama hivi hatuwezi, lakini kuna hii njia tunaweza tukafanya sisi wenyewe kujinasua. Mnasema jamani, kuanzia Jumatatu tunaanza. Nini mnachotakiwa kufanya? Kila mmoja huko aliko atasoma visomo hivi kwa wakati mmoja. Mnawasiliana, kama mko Tanzania wote mnaweza mkakutana, ndio bora zaidi. Mnakaa kwa pamoja, mnaanza kufanya kisomo hichi. Kisomo cha kwanza ni kila siku ya Mwenyezi Mungu asubuhi panapokucha, mnapoamka tu, basi kila mmoja wenu anasoma suratul Fatiha mara 7 katika maji masafi. Nisikilizeni vyema ndugu zangu Waislamu, hii njia ndo ninakupa namna ya kuondosha matatizo na laana za kifamilia. Kila mmoja wenu atasoma suratul Fatiha 7, lakini mbele yake ikiwa kuna maji masafi yako pale, na wakati unasoma unapulizia pale. Wanasema wanachuoni, lakini pia mtasoma ayatul kursi 3 huku mnapulizia katika yale maji.
Mtasoma suratul Baqara aya ya 102 ya suratul Baqara, wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra, mpaka mwisho wa aya hii, nayo mtaisoma mara 3. Alafu mtasoma muawidhataini 3 kila moja, yani qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Hizi mtazisoma mara 3 kila moja wapo, hali ya kuwa mnapulizia katika yale maji. Mtakapomaliza, unaweza ukawa hujui Kiarabu, omba Kiswahili dua hii, sema hivi: ewe Mola wetu, au semeni hivi: ewe Mola wetu, tuondolee laana iliyoshuka juu ya ukoo wetu ama juu ya familia yetu, na utuondoshe madhara yaliyo juu ya familia yetu na juu ya ukoo wetu. Hakika yako wewe Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Maneno haya mnayaomba hata kwa Kiswahili. Alafu baada ya pale, kila mmoja atakwenda yale maji aliyoandaa pale, atakwenda kuyakoga yale maji. Asubuhi mnafanya hivyo, na jioni mnafanya tena utaratibu huu. Ni kazi ngumu kidogo, lakini hakuna namna, ili muweze kuondosha laana ya ukoo. Wakati huo mnaleta tauba kwa Mwenyezi Mungu, kila siku mnatubia na mnafanya system hii. Asubuhi mnafanya kama nilivyoelekeza, na jioni mnafanya kama nilivyoelekeza, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, mpaka siku 21. Na kuwapieni ndugu zangu ambao mna matatizo ya koo za matatizo ya laana za koo, laana za kifamilia, wallahi mkidumu na utaratibu huu kwa muda wa siku 21, mtaona maajabu makubwa, mtaona maajabu makubwa. Wanachuoni wa umma wakasema, inapofika siku ya 21, siku ya mwisho, hakikisheni siku hiyo mnafanya adhabhu, mnachinja, mnamwaga damu, kwa sababu damu ni katika sababu kubwa za watu kuondoshewa mabalaa yao, kuondoshewa mitihani yao, kuondoshewa misoko yao. Mkiweza kufanya hivi ni bora zaidi, lakini ikishindikana hapo, ndio kuna madua maalum sasa hayo, ambayo kwa hapa ni ngumu kuweza kuyasoma yote, kwa sababu ni dua ndefu ambazo huwa zinafanywa siku 7, akizifanya mwalimu kuisomea mtu ama kuwasomea watu ambao wana laana za koo. Ni mambo mawili, wewe unatumia huku shekhe anakufanyia hiyo kisomo ya siku 7, na baada ya siku 7 mnachinja pale mnyama, aidha kondoo ama mbuzi ama ng'ombe ikiwa mtaweza, lakini mnachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nyama ya pale mnakwenda kuitoa sadaka kwa maskini, mafukara, wajane na wale wasiojiweza. Wallahi na kuapia ndugu yangu Muislamu, hii ni mujarrab katika kuondosha matatizo, mitihani, laana za kifamilia. Hii ni bora zaidi ndugu yangu Muislamu, na ni nzuri sana kuondosha mabalaa kama haya. Ukienda kwa maganga wa kienyeji, unajidanganya bure ndugu yangu. Utavunja nazi njia panda, unajidanganya bure ndugu yangu. Utakwenda kuogeshwa makaburini, kulala makaburini, utavishwa sanda na kulala kwenye jeneza, unajisumbua yote bure. Hiyo haiwezi kuondosha laana ya ukoo. Laana ya ukoo inaondoka kwa mambo kama haya niliyokuelezea hapa, kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mepesi kabisa haya ndugu zangu, mnaweza hata nyinyi mkayatenda. Hata kama ndugu zako wengine hawataki, unaweza wewe mwenyewe jifanyie kama nilivyoelekeza. Huwezi shekhe akufanyie madua haya, baada ya kukufanyia mnachinja, baada ya kuachinja muacheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo utakapoona ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, namna ambavyo utakavyokuwa umeepukana na hayo mambo ya kichawi, mikoba inayokuandama, manjozi ya hovyo, mipango isiyotimia. Utaona namna kila kitu kimoja kinavyokutoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba Mwenyezi Mungu atukinge na laana, na atukinge na kutenda matendo ya laana, na atuweke mbali na matendo ya laana, kwani tendo unatenda wewe linakwenda kuathiri mpaka kizazi cha 7 cha mtoto wako. Na ndio maana sasa hivi ndugu zangu, msishangae kwa nini watoto wa zama hizi hawajatulia. Watoto hawajatulia, ni micharuko kupita kiasi, kwa sababu wewe mzazi unafanya sana vitendo vya laana. Na laana unapofanya, Allah anakulani, na akikulani athari ya laana yako inakwenda mpaka katika kizazi cha 7 cha mtoto wako. Kwa usishangae watoto wako micharuko, watoto hawajatulia. Teja toto linavuta unga, utafikiri kitu gani? Mzazi unatenda sana matendo ya laana.
ama unapenda sana mdomo wako kulani, unapenda sana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza wanawake, ndimi zenu zichungeni sana na kutoa laana kwa watoto wenu. Matusi, unaweza kumsikia mzazi anamtukana mtoto wake matusi ya laana. Balaa hiyo unamwachia mtoto wako, na unamwachia mpaka na kizazi chake maskini, baadaye anakuja kutaabika na kupata shida na kupata mitihani. Allah atujalie na atuongoze na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi